billahi samil alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Juzi na jana sikuweza kufika kwa dharura, na nafikiri itabidi tuweke mtu standby. Leo mimi nitakosekana, darasa isisimame. Mwaka jana kulikuwa na bwana akinisaidia, siku nimekosekana, yeye alikuwa akiendelea ili tusikose zile thawabu. Sasa tukirudi kwenye kisa cha Mtume Adam alayhi salam, juzi tulikuwa tukieleza Mwenyezi Mungu alivyoeleza kisa cha Mtume Adam kwenye Qur'ani, kisa cha Mtume Adam kilivyoelezwa kwenye Qur'ani. Na kwa nini mimi niseme kilivyoeleza kwenye Qur'ani? Ni kwa sababu visa vya mitume watu wengi wameongeza vitu ndani yake, vitu ambavyo kwamba havikufanyika ama vimefanyika, lakini watu wakaongeza vitu vingine na mfano wake. Na sio visa vya mitume peke yake. Kawaida watu wanapenda tarehe, wanapenda history. Sasa watu wanaongeza ili watu wasikie utamu na mambo ambayo kwamba hayakufanyika kabisa. Sisi jambo la mwisho tulizungumza juzi ni kuhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtahadharisha Adam alayhi salam na vitimbi vya Iblis, watampoteza Adam na vizazi vyake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya Iblis amekataa kumsujudia Adam, ikabidi atolewe peponi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwamrisha Adam na Hawa wasile tunda la mti fulani. Wao wana uhuru kula wanachokitaka kule peponi, lakini wakaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala taqraba hadhihi shajara, mti huu msikurubie, fatakuna minadh-dhalimin, nyinyi wenyewe mtajidhulumu. Na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya jambo lenyewe ni zito, ndio Mwenyezi Mungu akwambia wala takraba, msikurubie. Hata hakuambia msile, waliambia usikurubie huu mti, kuonyesha jambo lenyewe ile amri ilikuwa amri kubwa. Na lau kama kuonyesha lau Adam atakurubia ama atakula ule mti, basi madhara yake atakuwa makubwa. Lakini Iblis kwa vitimbi vyake aliweza kumdanganya Adam na Hawa na wakala tunda la lile mti. Mwenyezi Mungu anasimulia kwenye Qur'ani sura Taha 122, fawaswasa ilayhi shaitan akamtia waswasi Adam, qala ya Adam hal adulluka ala shajarati al-khuldi wa mulkin la yabla, mimi nataka nikuonyeshe mti ukila tunda lake utaishi milele na ufalme wake utakuwa haumaliziki. Faakala minha, wote wawili wakala. Fabadat lahuma sawatuhuma, ukaanza uchi wao kuonekana. Watafika yakhsifani alayhima min waraqil janna, wakachukua majani kwa wanajifinika wasionekane uchi. Wa aswa Adamu rabbahu faghawa, Adam akamuasi Mwenyezi Mungu kwa kula lile tunda. Na Iblis alimwambia Adam kwamba ukila tunda hili wewe utaishi milele. Adam akifikiria mimi nitaishi milele nikimwabudu Mwenyezi Mungu, wacha nini? Ndio alivyofikiria Adam. Yeye alifikiria kila lile tunda hatokufa, ataishi milele akimwabudu Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratul A'raf, waqasamahuma, Iblis aliapa kwa Adam na Hawa, inni lakuma la minan nasihin, mimi ni mtu mzuri kwa mimi na wanasihi vizuri, mkila ile tunda mtaishi milele mkimwabudu Mwenyezi Mungu. Waqasamahuma, sisi baadaye tutasoma huko mbele, walikutana Adam na Musa. Musa akamwambia Adam, wewe ulituangusha sana bwana. Kwa nini? Wewe unakaa peponi alafu unaasi amri ya Mwenyezi Mungu, unatolewa unakuja kwenye ardhi. Wewe la ungekula lile tunda, tungebaki sisi peponi, si pia tunaishi peponi. Adam akamwambia Musa alayhi salam, akamwambia vipi, mimi nashangaa sana na wewe. Wewe hujui kwamba kuna qadar? Mwenyezi Mungu ashaandika kwamba mimi niishi peponi alafu niishi kwenye ardhi. Na mimi sikujua kwamba mtu aweza kusema wallahi kumbe ni mrongo. Iblis aliniambia wallahi na mimi nikakubali, nikajua kwamba mtu hawezi kusema wallahi kumbe ni mrongo.
Adam alijua baadaye ametolewa peponi. Kumbe mtu anaweza kusema wallahi na kumbe ni mrongo. Na Mwenyezi Mungu anasema waqasamahuma, akaapa Iblis kwa Adam na Hawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimlaumu Adam sana. Kwa nini amekatazwa kuusikaribia ule mti na Adam akala? Mwenyezi Mungu anasema wanadahuma alam anhakuma min tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin, mimi sikuambieni kwamba huyu Iblis ni adui kwenu nyinyi? Wao wawili wakasema Adam na Hawa, rabbana dhalamna anfusana, sisi tumejidhulumu nafsi zetu sisi wenyewe, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin, sisi ukitotusamehe tutakuwa tumepata hasara duniani na akhira. Adam akasamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliomba msamaha Adam na akasamehewa na ile madhambi yakamalizika, likosa likafutwa. Mwenyezi Mungu anasema kwenye sura al-Baqara, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Mwenyezi Mungu alikubali tauba ya mtume Adam, alijua Adam hakufanya kwa kukusudia. Sura Taha Mwenyezi Mungu anasema thumma jitabahu rabbu, baada ya mikosea amesamehewa, Mwenyezi Mungu akamchagua Adam kuwa ni mtume, fataba alayhi wahada. Mwenyezi Mungu anarudia tauba ya mtume Adam, akakubali tauba ya mtume Adam na akawa mtu mwema baada ya hapo. Sura Taha vile vile Mwenyezi Mungu anasema walaqad ahidna ila adama min qablu, si tulimpa maagizo Adam asiukurubie mti, fanasia, Adam bahati mbaya akasahau. Walam najid lahu azma, hatukukuta kwa Adam nia ya kukosea. Qur'an Mwenyezi Mungu anasema walaqad ahidna ila adama min qablu fanasia, Adam alisahau. Walam najid lahu azma, hatukukuta nia ya kweli Adam kwenda kula ule mti. Iblis alimdanganya, fawaswasa ilayhi shaytan, kinyume na wanavyoamini wasiokuwa Waislamu kwamba yale makosa ya Adam yalibaki mpaka Nabii Isa alipokufa msalabani, yale makosa akafutika. Ndio wanavyoamini wa Kristo kwamba yale ni makosa yako, everlasting sin. Siku zote ile makosa yatakuwako mpaka mtu akimkubali Nabii Isa kwamba alikufa msalabani kwa sababu ya mtume Adam, makosa ya Adam. Roho ya Nabii Isa ilimwagika, damu ilitoka ili kufuta ile madhambi ya mtume Adam. Na Mwenyezi Mungu ndio wanavyoamini hapo. Lakini Mwenyezi Mungu hapa anasema fataba alayhi, alimsamehe mtume Adam siku ile ile alipofanya tauba, innahu huwa at-tawwabur rahim. Adam akatolewa peponi, yeye na mtume na mama Hawa, aje duniani aanze maisha mapya, afanye amali mzuri sasa, ndio alafu arudi peponi aishi milele. Ilikuwa Mwenyezi Mungu ashaandika kwenye qadar kwamba Adam ataishi peponi, alafu akosee asamehewe, aje duniani aanze maisha mapya, afanye amali, siku ya hisabu yule mtu mwema atakuwa ni mwenye kuingia peponi khalidina fiha abada. Mwenyezi Mungu anasema kulna bitu minha jami'an ba'dukum li ba'dhin adu, nyinyi sasa nyote wawili shukeni kwenye ardhi, na vizazi vyenu vitakuwa vinachukiana, kabila kwa kabila, fulani kwa fulani, ukoo kwa ukoo, family kwa family. Fa imma yatiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, yule mwenye kufuata uongofu wa Mwenyezi Mungu hatapotea wala hatopata shida hapa duniani. Hayo ndio mambo 10 ambayo tumeyataja Qur'ani ilivyoeleza kisa cha mtume Adam alayhi salam. Kesho khalqu Adam aliumbwa vipi, ni darasa mzuri ya kesho insha Allah taala. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.